Umeomba muda gani? Umesubiri kwa muda gani? Anadai kama kosa langu inavyotaka. Badala ya kudai, tuonyeshe kushuka na tutengeneze hoja zenye mashiko mbele za Mungu. Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mfalme wa utukufu, Bwana wa majeshi, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii. Tunakushukuru kwa kutuchagua, ukatupa afya, ukatupa nguvu, lakini ukatuita kutoka kwenye familia zetu tuje tukuabudu. Tumekusanyika mahali hapa, tunatamani kula mezani pako. Tunaomba Mungu tulishe chakula cha uzima, na kupitia chakula hiki ukafungue mioyo yetu, ukafungue baraka katika maisha yetu, ukatuponye, ukatuokoe, na Mungu wa mbingu na nchi, tusirudi kama tulivyokuja, bali Mungu turudi tukiwa tumejazwa, katika jina la Yesu. Amen. Tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari ule wa 24 mpaka ule wa 30, na natangulia kusoma katika jina la Yesu. Akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba, akataka asijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu akasikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, nenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani mwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani, na yule pepo amekwisha kumtoka. Amen. Tunamuona huyu mama Myunani, na mfahamu tu kwamba kuna tofauti kati ya Wayahudi, wa Samaria na Wayunani. Wayahudi ni wale original kabisa, watoto wa Ibrahimu. Alafu wa Samaria ni wale waliochanganya na makabila mengine. Maana kana baba ni Myahudi, mama sio, au mama ni Myahudi, baba sio. Wale wanaotokana na huo mchanganyiko waliitwa wa Samaria. Lakini Wayunani ni Wagiriki. Hawa hawakuhusiana kabisa na uzao wa Ibrahimu. Sasa miongoni mwa hao Wayunani, huyu mama mtoto wake alikuwa na pepo, na akaja kwa Yesu, anamwambia, naomba umponye binti yangu. Kwa lugha nyingine, alikataliwa ombi lake, akaambiwa chakula hiki ni cha watoto, yani maana yake ni kwa ajili ya taifa teule la Israeli. Huyu mama anatuonyesha kitu cha ajabu, anaonyesha hekima ya ajabu, kwamba anamwambia hata mbwa wanaokota makombo chini ya nini? Ya meza, wanaolia watoto. Mimi nimetaka uondoke na mambo matatu. Jambo la kwanza, kuomba bila kuchoka. Huyu mama angechoka, angeweza kuishia pale pale baada ya kuambiwa kwamba hiki chakula hakikuhusu. Kama vile ambavyo na wewe umeishia hapo ulikoishia baada ya kuona kama vile Mungu amechelewa kufanyaje? Kukujibu. Baada ya kuona mambo hayatokei na ulitegemea utaomba kwa wiki moja mambo yakae vizuri, hayakukaa vizuri, ukaamua kufanyaje? Kukata tamaa. Lakini cha pili tunachojifunza kwa huyu mama ni kujenga hoja. Watu wengine tumeishia kulalamika. Tunaenda kwenye maombi, tunalalamika kama yule mama aliyeugua miaka mingi, anasema sina mtu wa kunidumbukiza wapi? Yesu anamwambia, unataka nikufanyie nini? Kama anavyokuuliza na wewe kwamba unataka ni kufanyie nini? Unaanza kumwambia Yesu, unajua
mimi hapa hesabu haipandi kwa wale wanafunzi wa Nazareth. Najua hesabu haipandi kabisa. Hata mimi nimeshajitahidi, naona kama haipandi kabisa na siwezi tena. Lakini mtu mwingine yuko hapa, ni mama na familia yako, unasema mimi Bwana, unaniona mimi ni mjane, nimeshindwa kulea watoto wananishinda. Yuko kwenye maombi, anamweleza Mungu jinsi gani ambavyo watoto wanamsumbua. Mwingine yuko hapa anasema, Mungu unajua, unaona ndoa yangu, unaona yazidi kuharibika, unaona na kina fulani, naona kama vile wananyemelea, wanamchekea sana, siwaelewi, wanakuja wanakwenda, siwaelewi. Mungu anakuuliza bado, mwanangu, nikufanyie nini? Muulize mwenzako, Yesu anakuuliza akufanyie nini? Mwambie acha malalamiko. Mama huyu Myunani anaelewa, anawasilisha hoja kwa Yesu ambayo inamgusa Yesu. Yesu anasema, kwa sababu ya neno hilo nitamponya binti. Kwa sababu ya hoja hiyo, huyu mama anapata nini? Upendeleo. Leo nataka tukate rufaa, badala ya kumlalamikia Mungu, tutengeneze hoja ya kupeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama tukiacha kulalamika, tukatengeneza hoja, tukapeleka mbele za Mungu, Mungu atasema, kwa sababu ya hoja hii maombi yako yamejibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya hoja hii ugonjwa wako umefanyaje? Kwa sababu ya hoja hii watoto wako watainuliwa. Kwenye Isaya anasema, njooni tusemezane. Eleza mambo yako upate kupewa nini? Jambo la tatu anasema, tunajifunza pale hekima ya unyenyekevu. Tunapokwenda mbele za Mungu, kuna unyenyekevu tunatakiwa kuonyesha. Wako watu hapa wamemnunia Mungu. Halo. Eti kwa sababu anaimba kwaya na amemwomba Mungu amtendee jambo lake, kwa kuwa halijatokea ameacha na kuimba kwaya. Wamemnunia nani? Kwa sababu mambo yako ya kibiashara hayaendi vizuri na mtaji umeyumba, umeacha kwenda jumuiya. Wamemnunia nani? Mama huyu Myunani anaonyesha kitu cha ajabu, bado amenyimwa, lakini anaonyesha unyenyekevu. Anamwambia baba, pamoja na kwamba mimi nikambwa, lakini nikambwa wapi? Unaelewa hiyo maana? Anawaambia hata mbwa kuokota magombo chini ya nini? Huo unyenyekevu mkubwa sana. Kuna mwingine angesema, kama mimi naonekana kama mbwa kwenye mgao, basi sitaki te. Kwa hiyo pamoja na hilo, baraka zinazoshuka kwenye taifa la Israeli na mimi nitaziokotea chini ya meza. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anaonyesha unyenyekevu. Anamwambia Yesu, hicho original hata wale wao, lakini ninaamini nina sehemu yangu ya kitakachodondoka na mimi nitashidia hapo hapo. Kama tutakuwa wanyenyekevu, Mungu akiangalia unyenyekevu wako atashughulikia haja yako. Mwambie mwenzako, unyenyekevu wako. Umeomba muda gani? Umesubiri kwa muda gani? Umeonyesha jinsi gani ambapo wewe ni mnyenyekevu mbele za Mungu? Kuna maombi sasa hivi yanafundishwa, watu wanadai. Watu wanafanyaje? Wanadai. Watu wanamwekea Mungu mipaka. Kama hautanifanyia na mimi nitaacha kukutumikia. Wengine wamemnunia Mungu. Tumefundishwa, tunakumbushwa unyenyekevu wa huyu mama wa Kiyunani umemfanya akatendewa na Mungu. Piga mahesabu, piga picha. Wewe ni mzazi, mtoto wako anakuja kuhitaji mahitaji kwako, alafu anakudai kama benki inavyodai marejesho. Unajisikiaje? Anadai kama kausha damu inavyotaka. Anaambia mama, ikifika saa 10 wewe umenipa hela. Uko wapi unyenyekevu? Tunaposhuka, tunapoonyesha unyenyekevu, tunapojenga hoja zetu vizuri mbele za Mungu, Mungu anasema, kwa sababu ya unyenyekevu wako, kwa sababu ya uvumilivu wako, kwa sababu ya kujishusha kwako, nitakutendea. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka tumalize kwa kubadilisha mtindo wetu wa kuomba. Badala ya kudai, tuonyeshe kushuka. Badala ya kukata tamaa, tuonyeshe kuendelea kuomba. Badala ya kulalamika, tuonyeshe kupeleka hoja, na tutengeneze hoja zenye mashiko mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya, sema Bwana Yesu, sasa nimeelewa. Unaangalia moyo wangu, unaangalia unyenyekevu wangu, unaangalia hoja yangu, wala uangalie malalamiko. Na mimi narudi mbele zako, nakata rufaa tena juu ya hitaji langu. Ninakuomba unisikie tena. Naahidi sitatoka mbele zako mpaka umenitendea. Sitatoka mbele zako mpaka umenijibu, kwa sababu sina mahali pengine zaidi ya kuja kwako. Sasa hebu eleza ile haja yako ambayo umekuwa kumeleza Mungu muda mrefu, na pengine umekata tamaa au ulilalamika, lakini sasa Mungu yuko tayari kukusikiliza kwa upya, akutendee. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako tuko mahali hapa Jehova, tukikuletea mahitaji yetu. Umetufundisha kwa mfano huu wa huyu mama wa Kiyunani ambaye alionyesha unyenyekevu, ambaye alikuja kwako kwa hekima na tena akawasilisha hoja yake. Mungu, ukasema kwa sababu ya neno hilo umemtendea. Na sisi tuna mahitaji mengi. Wengine hapa ni wagonjwa, wengine hapa Bwana Yesu wana changamoto za kiuchumi, wengine hapa Bwana Yesu wana changamoto mbalimbali, wengine hawawezi kuzieleza, lakini wametambua Bwana kwamba wakileta hoja yenye mashiko mbele zako, Mungu utafanya. Na sasa Mungu, tunakuomba kwa jina la Yesu usikie maombi yao, kwa jina la Yesu ukutane na haja zao, kwa jina la Yesu ukawajibu sawasawa na mambo wanayoyaomba. Mfalme wa mbingu na nchi, gusa maisha yao, gusa mioyo yao, hitaji lao walilonalo. Mungu mtakatifu, ukaguse mmoja baada ya mwingine, ukaguse mmoja baada ya mwingine. Wagonjwa wapokee uponyaji, wenye changamoto za uchumi Bwana wakainuliwe, wenye changamoto za mahusiano kwenye nyumba zao Bwana ukawainue kwa viwango vingine, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, tusikie.